Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, naomba leo niseme haya maneno, na kwa kweli na kuombeni waumini wa Kiislamu mnisikilize kwa umakini. Mimi naitwa Saidi Mwaipopo, ni mhubiri wa dini ya Kiislamu, na mimi napenda kitu kinachoitwa amani ya nchi na amani ya moyo, na Waislamu duniani kote wanahitaji amani na wanaipenda amani na umoja na mshikamano. Ulimi wa Waislamu duniani kote ni Qur'an. Ulimi wa Waislamu duniani kote ni Qur'an. Nimefanya utafiti ndugu zangu, wallahi na hapa na Mungu ni shahidi, ila biidhnillah, ila kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tu, lakini sidhani kama linawezekana hili. Na baadhi ya Waislamu wengine wajinga ambao wajui chochote, maskini anakwambia hii dini ya Mungu, Mungu atalinda dini yake. Wewe una akili nani kwambia Mungu atalinda dini? Mungu halindi dini, Mungu analinda Qur'an. Uislamu ni dini yetu sisi. Mwenyezi Mungu ameshathibitisha Uislamu sio dini ya Mungu, yetu sisi, kwa ushahidi wa Qur'an, sura Al-Maida sura ya 5 aya 3. Mwenyezi Mungu anasema waliokufuru wamekata tamaa, msiogope tena, niogopeni mimi. Leo nimekutimizia neema yangu, nimekupendeleeni Uislamu kuwa dini yenu. Mungu amependelea Uislamu kuwa dini yetu, yani ameridhia. Dini ni njia, na ndio maana Waislamu tunasema dini zipo nyingi, njia zipo nyingi, na ushahidi dini zipo nyingi. Mwenyezi Mungu akasema ni yeye ndio aliyemleta mtume wake Muhammad na dini iliyokuwa ya haki ya uongofu, yani kamleta mtume na njia iliyokuwa ya haki ya uongofu kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Dini hii ya Kiislamu isinde dini zote, ni ahadi ya Mungu. Sasa ukiona Uislamu unashindwa au Waislamu wanashindwa, au ni waongo wanafiki, lakini sifa ya Waislamu na Uislamu ni kushinda, ndio sifa ya Uislamu. Sasa tunaposema Mungu atalinda dini, Mungu ashughuliki na kulinda dini. Mungu atalinda wacha Mungu, wanaomhifadhi Mwenyezi Mungu, wanaomtaja Mwenyezi Mungu, wanaompigania Mwenyezi Mungu, wakajitoa fi sabilillah kumtangaza Allah. Hao Allah atawapa ulinzi mkubwa hapa duniani, na kesho Allah atawapa nusu. Achani maneno ya kudanganya watu kwamba Uislamu dini ya Mungu. Dini yetu sisi, Mungu hana dini. Hii ni njia yetu sisi, Mungu ametuelekeza fuateni njia hii. Sasa ukienda njia ambayo sio Uislamu, ametoa maelekezo, anaitaka dini isiyokuwa ya Kiislamu kwake haitakubalika, na kesho akhera atakuwa miongoni mwa sana. Anaitaka njia kufata, akaiacha hii njia ya Uislamu. Yani mbona ni simple question, maswali mepesi. Mfano wewe unatoka Kimara unakuja Dar es Salaam, umetoka Kimara unakuja Kariakoo, umeambiwa njia ya shortcut, usipite Mandela Road wala usipite Bagamoyo Road, pita hii Morogoro Road moja kwa moja. Wewe unasema Mungu hapo bwana, huyu bwana amenichelewesha, mimi nitapita Morogoro Mandela Road, nitakata tena mpaka Tabata, nitazunguka kule, nitarudi kwa huko. Uwezi kufika, mwenzako anapita anafika. Na ndivyo ilivyokuwa dini. Mwenyezi Mungu aliposema dini ya haki mbele ya Uislamu, ndio maana akasema atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu haitakubalika. Sasa Uislamu unapaswa tuulinde sisi, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema amenunua kwa Waislamu wa kweli nafsi zao na mali, wazitoe wakipigania dini ya Mungu ili Mungu akawalipe pepo. Hiyo ni sura Toba sura ya 9 aya 111. Sasa haya mawazo kwa mnadanganyana ya uvivu wa kufikiri, baadhi ya Waislamu ni wavivu wa kufikiri, na dini haipiganiwi. Lugha hii aliyosema Mungu tuipiganie dini, ina maana tuitangaze dini, tuisome dini, tuishi ndani ya dini, tuzikubali kudhiki nafsi zetu kwa ajili ya Allah. Kwa nini Mwenyezi Mungu amesema katika surati Nur, nitakufanyeni nyinyi kuwa makhalifa kama nilivyowafanya walioamini kabla yenu, ikiwa kama mtamcha Mwenyezi Mungu kisha mkatenda vitendo vizuri. Kuamini sio kuamini tu. Mungu anasema nitakufanyeni kuwa makhalifa kama nilivyowafanya walioamini kabla yenu, mkimcha Mwenyezi Mungu kisha mkatenda vitendo vizuri. Sasa Mungu atumchi vitendo vibaya, Mungu atatusimamishaje dini? Kazi ya dini ya Uislamu inasimamishwa na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, sio wewe na mimi. Dini wewe huwezi kusimamisha. Kazi yako wewe ni kushughulika kutenda mema tu.
Sasa kuna watu, jana nimezungumza kuhusu ndevu, mmoja kanipigia, "Sheikh, mbona kataa ndevu?" Sijakataa ndevu. Mwingine amenipigia, "Mbona unazungumza ukuvaa kilemba?" Kwani lazima kilemba? Ni sunna. Na watu wakasoma hata dini. Hata sisi tuliosilimu tunaona kwamba baadhi ya watu waliozaliwa katika dini hawana uwezo wa kufahamu maneno ya dini. Wana jazba na chuki na husda. Hiki ndio kinachoharibu dini. Kwamba jambo lolote unaweza ukalisema wewe sio miongoni mwako, akalihesabu jambo baya tu. Jambo baya, anakuona wewe ni mtu mbaya. Sasa leo nataka nikuelezeni ndugu zanguni, mfumo uliopo katika mashule yote ya Tanzania bara, wallahi ni mfumo wa kuua elimu ya dini. Uislamu unaenda kuuawa. Pazeni sauti Waislamu, mashekhe mko wapi? Kila mwaka mko hija, kila mwaka mko haji. Haji gani ya kila mwaka? Mnaenda kutalii au ni ibada hiyo? Mbona mnashindwa kuzungumzia mambo ya maana? Leo mtoto wa Kiislamu, hata mtoto wa Kikristo, wote tunazungumzia kiujumla. Uliwako na shule gani? Watoto wanatoka saa 12, ofisi za serikali zote zinafunguliwa saa 2. Wewe mtoto unamtoa saa 12 wa nini? Kwa tia kero tuna dhiki. Mtoto anakwenda shule, akienda shule mtoto ule atoki mpaka saa 12. Haya, huo muda kusoma Qur'an utapatikana wapi? Bado walimu walikuwa wabaya wanaotaka kuua dini ya Mungu katika nchi ya Tanzania. Mpaka siku ya Jumamosi wanawalazimisha waende shule. Siku ya Ijumaa watoto waende na kutoka tu. Lakini wenzetu Jumapili kuanzia asubuhi mpaka jioni watu wapumzike. Sasa huko sio kutuzulumu sisi. Sio kutuonea huku. Jumapili watu wote wapumzike, lakini Ijumaa, Jumamosi watu wote shule. Mliwahi kuona wapi kama sio njama za kutaka kuua dini Tanzania, kuua historia ya dini Tanzania, ili baada ya miaka 20 tuwe na mafwafwa, tuwe na vilaza wa kidini, wakiambiwa nyama zote nyama watasema tule tu. Ataulizwa, "Sheikh, unatuambia nguruwe haramu, wapi Mungu anasema haramu?" Hana majibu. "Umetuambia tusivute bange, wapi Mungu amekataza bange?" Sheikh hana majibu, kwa sababu hana elimu ya dini. Kwa hiyo Uislamu unakwenda kuuawa kwa mikono ya Waislamu wao wenyewe. Na wallahi wa billahi wa tallahi thumma wallahi, na hapa katika watu wanaoua dini duniani asilimia kubwa ni Waislamu. Wala msiwasingizie Wakristo, wala msisingizie serikali. Hili jambo sio la Wakristo wala sio serikali. Wakristo hawezi kuja kusemea dini yetu. Serikali kazi yake sio kusemea dini. Serikali inawajibika kwa mambo yake, Wakristo wanawajibika kwa mambo yao. Dini inapaswa tuisemee sisi wenyewe tunaojua dini. Bado wameleta mfumo wa hovyo kabisa. Kila siku mtoto anaambiwa lazima ende na 2000. Hizi shule zote hizi primary mpaka sekondari za kata, kila siku mtoto ende 2000. Wakati mtoto ameambiwa kusoma ni bure. Sasa hiyo bure iko wapi mabwana? Hiyo 2000 mtu na watoto 5, 10,000 kila siku utaipata wapi? Utaipata wapi? Bado mtoto asipotoa hiyo hela anaambiwa asomeshwe. Asomeshwe. Bado baada hilo analazimishwa tena atoe sijui shilingi ngapi ya tuition. Subhanallah. Jamani, hii elimu imekuwaje sasa? Haya ndio maneno ya kuiambia serikali, kuiambia wizara na TAMISEMI tu, hawajui. Inawezekana wenzetu wanasomesha watoto maakademi, bado hapo wanalazimishwa watoto hela ya chakula, wanaenda kulishwa makande, sijui mawali. Shekhe, mbona jamani, hawa kama profesa kina Lipumba, kina Shivji, kina profesa nani, wote Mkandala au profesa Mkandala ambaye ni waziri wa elimu, hawakusoma shule za namna hii. Wamesoma shule za serikali, wanakwenda asubuhi saa 2 wako shuleni, wameingia darasani, wanatoka saa 9 wallahi, na ndio shule tulizosoma taasisi. Saa 9 mtoto anarudi, anakuja kujumuika na wazazi, kutumwa kazi na wazazi, kusaidia wazazi waliosoma shule vijijini mpaka kulima wanalima. Leo imefikia mtoto akisoma shule kama yuko gerezani. Akirudi mtoto kachoka, hata namna kumtuma hata kumtuma kiberiti jirani pale unashindwa. Sasa haya Waislamu, hatuoni kwamba dini inaenda kuuawa? Hatuoni dini inaenda na hii ni mipango maalumu ya Mayahudi. Hamuoni dini inaenda kuua? Hiyo Qur'ani watasoma lini? Unaweza kusoma Qur'ani kwa kila Jumapili mara moja. Jumapili from Jumapili. Hiyo elimu itakuwa ni elimu gani? Kwa tunaandaa watu wenye matatizo kuja kuua dini baadaye. Na vinginevyo wanaosoma madrasa elimu ya secular wanakuwa hawana. Ndio mfumo huo ambao tunasema, ndio maana utakuta mtu akwambia shekhe, ukimwambia kakae pale utoe mchanganuo wa kiuchumi hawezi.
kwa sababu alisoma upande mmoja, hana elimu. Sasa kwa dunia ya leo, mtoto anapaswa apate elimu zote, aende shule apate elimu ya kisekula, aende madrasa akapate elimu ya kumjua Mungu. Huyu akikuwa na elimu zote mbili, ana uwezo wa kujitambua. Akipata ajira atafanya kazi kwa weledi na kwa hofu kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa sababu anamjua Mola wake. Hili lazima tuliseme, tulipigie kelele, na ikiwezekana watu waende maeneo husika waliwakilishe hili. Acheni Waislamu mambo mengine ya kujibaraguza. Na mimi niwaambie, Mwenyezi Mungu anasema, anawaamrisha kuzirudisha amana kwa watu wanaostahili, na mnapohukumu hukumuni kwa haki. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kuzirudisha amana. Kuna watu wamekalia viti vya kidini, wamejifanya wao ni wasemaji wa dini, wao ni mashehe. Ni kweli, sio kila aliyesoma anaweza kusemea dini. Kila mmoja na taaluma yake. Unaweza ukasoma dini lakini namna ya kusema una. Basi msupport hata anayesema. Acha kunivunjia heshima, acha kunizalilisha, kunitukana. Ni support, mimi nasemea dini, sisemei maslahi yangu, wala hakuna chochote ninachofaidika hapa. Bando naweka mwenyewe, muda napoteza mwenyewe, kamera nimenunua kwa hela yangu, mic nimenunua mwenyewe, umeme wa kwangu, anayerekodi nimemwajiri mimi, vyote nalipa kwa ajili ya Allah. Hata leo utaki kuniheshimu ndugu yangu? Wewe umekaa kunitukana tu mimi. Hivi uone muogope hata Mungu, Muislamu wenzangu? Hata Mungu muogope? Na mimi nimetoka katika ukafiri. Mimi nimetoka katika mishipa ya ukafiri, nalijua uchungu wa dini. Wewe Muislamu umezaliwa babu na baba na mama Waislamu. Umeaziniwa sikioni wewe. Mimi sikupata sana. Na iona dini ya Allah inakwenda kuzama. Wewe ujisikii uchungu? Alafu unanitukana mimi. Unavunja heshima yangu na nizalilisha. Na kiyama kitakaposimama nitamwambia Mwenyezi Mungu, wallahi, nilisema ya Rabbi, niliwaambia waja wako, dini inaondoka. Na mimi sikuzaliwa katika dini, nilikuwa ni mnyonge. Uliowapa mamlaka na elimu ndio hawa wanavioni. Na Mtume anasema siku ya kiyama hatainua nyoyo wake mmoja wenu kumwelekea Mwenyezi Mungu mpaka ajibu maswali manne. Swali la kwanza utaulizwa, mali yako ulipata vipi? Pateni mali, fadhilini mambo ya hovyo tu, lakini dini hamtaki kufadhili. Watu wenye pesa mtaki kusupport. Ningekuwa nazungumza mambo ya mpira hapa, ungeona mashabiki wanavyonichangia. Siombi mchango, nazungumza kwa mfano tu. Wala sisemi ili nipate pesa. Mimi maisha yangu yako mikononi kwa Mwenyezi Mungu toka nilipotoa shahada. Swali la pili, Mtume anasema watu wataulizwa umri wenu. Umri wa watoto wa Kiislamu fanyeni utafiti, ndio waimba muziki kina Diamond hawa. Kina Konde Boy. Unamkuta Konde kajichola mwili wote tattoo. Hovyo kabisa hawa watu. Anafundisha nini jamii?